Mtakatifu Rita wa Kashia alikuwa ameolewa na alikuwa na watoto wawili. Basi hii ni basilika iliyopewa jina la Mtakatifu Rita wa Kashia inayopatikana Kashia, Italy, katika mji wa Roccaporena. Hili ni eneo la Umbria, Italy. Basi jina halisi la Mtakatifu Rita wa Kashia alikuwa akiitwa Margareta Ferilotti. Alizaliwa mwaka 1381 Kashia, Italy, na alifariki tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka 1457 katika jiji la Roccaporena hapa Italy. Na hii inaonekana hapa ni eneo ambalo ulihifadhiwa mwili wake ambao haujaharibika mpaka leo katika kanisa hili la Mtakatifu Rita wa Kashia, hii basilika. Basi kwa historia yake tunaambiwa Mtakatifu Rita aliolewa akiwa na umri wa miaka 12 tu, na mume wake alikuwa anaitwa Paulo Mancini. Ndoa hii ya Rita na Paulo inasemekana kwamba wazazi wake ndio waliomchagulia mume. Wakati yeye akiwa anataka kuwa sister mtawa, wazazi wake walikataa na wakamtafutia mume kwa nguvu. Na inasemekana kwamba kwenye hii ndoa ya Paulo na Rita walidumu kwa miaka 18 kwenye ndoa kabla ya Paulo kufariki. Basi hii ndoa yake ni ndoa ambayo ilikuwa na changamoto nyingi. Rita akipitia magumu mengi kwenye hii ndoa, kuteswa, kunyanyaswa, kupigwa na mume wake huyu, lakini pia ni mwanaume ambaye hakuwa mwaminifu kwenye ndoa. Inasemekana pia kwamba huyu mume wake, kwa sababu alikuwa ni tajiri mkubwa, mfanyabiashara katika mji huu wa Umbria hapa Kashia, mume wake huyu aliingia kwenye ugomvi wa kibiashara na makundi ya watu wenye nguvu hapa, na baadaye aliuawa kwa kuchomwa visu. Basi walibahatika kupata watoto wawili, mmoja akiitwa Antonio Giovanni na wa pili akiitwa Paulo Maria. Kwa hivyo baada ya kifo cha Paulo ambaye ni mume wa Mtakatifu Rita, Rita alibaki na watoto wake akiwalea. Kwa hivyo kwa kuwa aliwajua waliohusika na kifo cha mume wake, inasemekana kwamba yeye alikuwa akiwaombea na aliwasamehe, lakini alificha siri hii watoto wake wasijue, watu waliomuua baba yao. Kwa hivyo siri hii alibaki nayo. Watoto walipokuja kuwa wakubwa sasa, wakaanza kujua kwamba baba yao aliuawa na watu waliomuua ni akina nani. Kwa hivyo wakaanza kujiunga na makundi ya wale wahuni, wafanyabiashara wakubwa wa mafia wa huu mji wa Kashia, ili waanze kulipiza kisasi. Lakini kwamba mama yao alipogundua hilo, aliwasihi watoto wake wasifanye hivyo, lakini kwa ushawishi wa haya makundi waliendelea na njama yao hiyo ya kutaka kulipiza kisasi cha kifo cha baba yao. Kwa hivyo Mtakatifu Rita alichokifanya, alianza kumwomba Mungu asiruhusu watoto wake wapate hiyo dhambi ya kulipiza kisasi kwa njia ya mauaji. Kwa hivyo kilichotokea, siku chache kabla ya ile siku ambayo walipanga kwenda kulipiza kisasi, wote usiku wakiwa wamelala walikufa kwenye usingizi, na inasemekana kwamba watu walivyochukulia ni kwamba ni Mungu alijibu sala za Mtakatifu Rita. Kwa hivyo baada ya kifo cha mume wake na watoto wake, Mtakatifu Rita alibaki peke yake. Akaamua kujiunga sasa na watawa wa Mtakatifu Agustino, na alipoingia kwenye shirika hili la watawa Mtakatifu Agustino, wanasema kwamba mkuu wa nyumba, mama mkubwa wa shirika, alihamua kupima utii wa Mtakatifu Rita. Kwa hivyo siku anafika, akaambiwa amwagilie gogo lililokuwa limekauka kwa muda mrefu kwenye hili shirika, nje ya nyumba ya shirika.
akaanza kumwagilia. Kwa siku chache lile gogo likaanza kuchipua matawi na baadaye likazaa matunda. Kwa hivyo hii ikawa ni muujiza wake wa kwanza. Baada ya hapo, alipoendelea kuishi katika nyumba hii ya watawa, tunaambiwa kwamba alitokewa na kidonda kwenye paji la uso, mbele ya uso wake, na hichi kidonda baadaye kilianza kutoa kama maji ya damu ambayo hayakuwa yakikauka. Muujiza ulitokea pale ambapo alikuwa anapanga kwenda Roma, kutoka Kashia kwenda Roma kwenye misa ya kutangazwa mtakatifu huko. Siku hiyo anasafiri, kile kidonda kilipotea, kikapotea kabisa, hapakuonekana hata alama ya kidonda. Aliposafiri akaenda kwenye hiyo misa, alirudi nyumbani, kile kidonda kikarudi kama kilivyokuwa. Kwa hivyo baadaye akaugua ugonjwa wa tuberculosis na akafariki. Baada ya kufariki, watu wengi walianza kuomba kupitia jina lake, na walipoomba kupitia jina lake waliponywa magonjwa yao na shida zao mbalimbali ziliisha. So kuna hapa ili eneo kwenye hili kanisa kuna historia na majina ya wale ambao watu wa kwanza walioomba kwa jina lake na wakafanikiwa. Kwa hivyo ukizunguka kwenye eneo hili la hili kanisa, ukienda nje kama hii video itakavyoonyesha, utaona maeneo mbalimbali ambayo yamewekwa kumbukumbu na historia zake, lakini kikubwa kabisa ni huu mwili wake usioharibika kwenye kanisa hili, eneo hili hapa. Asanteni sana kwa kujifunza nami.